Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijiwa na mmoja katika wanafunzi wake. Alipofika tu Mtume alivyomuona tu akamwambia, jita tasalu anil birri, wewe umekuja wauliza kuhusiana na wema. Alivyomuona yule kijana hakusema, lakini Mtume alivyomuona tu namna alivyokuja akamwambia, jita tasalu anil birri, wewe umekuja unauliza kuhusiana na wema. Na ndivyo wanawachuoni waliomfuata Mtume walivyo. Siku moja Sheikh Muhammad Mungu Abraham bin Abubakar al-Burhani alifuatwa na kijana mmoja, akaulizwa swali. Sheikh akamwambia, uliza swali lako, hilo sio swali lako. Wewe ni mwanzo, lakini kuna swali laja. Yule kijana akaondoka, bila Sheikh, samehe, ni kweli niliyosema mjazani. Kwa hiyo maneno ya Mtume amwambia yule kijana, umekuja uuliza kuhusiana na wema. Sasa tuangalie wema. Albirru matma'annat ilayhi nafsu watma'anna alqalbu. Wema ni kile ambacho ukikifanya moyo wako utatulizana, huna wasiwasi. Yaani una kazi ya kuzunguka wapi, kuna sehemu gani kata mtu wa fulani, kuna sehemu gani kuna mwanamke na mwanaume wamesimama pamoja, huna wasiwasi, umetulia kama sisi tulivyokaa tumetulia. Kwa ukiona umefanya jambo halafu moyo wako umetulia, jua huo ni wema. Lakini na ubaya, mahaka fi sadri, ni lile ambalo la kereketa katika kifua chako, wafanya lakini una wasiwasi, huo unaitwa uovu. Lakini mwisho wa maneno Mtume alimwambia yule bwana, kufa alaika hadha, zuia ulimi wako. Kijana akamuuliza Mtume, hivi mtu atateswa kwa sababu ya kupitia ndimi yake? Mtume akamjibu ya kwamba hiyo ni sababu kubwa watakaoteswa na watu kubiringishwa katika mashimo ya moto. Kwa hiyo nimuhusie binti yetu, mdomo ndio unaotengeneza ndoa. Sisi wengine Allah katujalia tuna miaka zaidi ya 10 kwenye ndoa, alhamdulillah. Lakini mdomo hakuna mwanaume anayempenda, hakuna. Akiingia umempakia, akitoka umempakia, akilala umempakia, hakuna. Atakuhama tu, ima atakuhama kihalali au atakuhama kiharamu. Utakuwa una mwenzio lakini si mwenzio. Kwa kwanza hapa kwenye mdomo hapa, ujapokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua hilo, akatuambia istausu bin nisa'i khaira, kubalini wasia wangu kutenda wanawake kheri, wanawake kuwatenda kheri, kwa sababu wao wameumbwa na kibabu kilichopinda. Wanaume kawaida, ukimjua mwanamke unaishi naye vizuri huwezi kumwacha. Kawaida, kanuni ziko hivyo. Ukimjua vizuri mwanamke unaishi naye huwezi kumwacha. Tatizo lililokuwepo, ndoa zetu za sasa hazina kufu. Hapo ndio penye tatizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tuwaozeshe mabinti zetu vifano vyao, yule anayefanana naye. Waliwafika mwanao kama ni mchicha wa chooni, lakini wenda kumpa shekhi, si kifano chake. Mwanao ni mzigua, lakini wenda kumpa mwanao Masai, sieleweka. Hawa watu wawili tabia zao zimetofautiana, ila bitakwa. Ikiwa watu wote wawili hawa ni wacha Mungu wataishi vizuri, lakini je, huo ucha Mungu upo? Zamani sisi ni wadogo, tumekuwa tumeyaona mzigua au mzigua, ndigo au mdigo, mpare na mpare mwenzie. Ilikuwa hivyo, lakini sasa hivi tumefaraganyika.
Ni sawa sawa msikitini maswali, lakini humo kuna usalama wa taifa, pia ni Wakristo, lakini wanakuja kuswali.